إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam kipenzi cha umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yusia nafsi yangu na kuhusia juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani watafaulu wale watakaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tunaendelea na kitabu chetu cha Umdatul Ahkam ambacho kimesheheni mambo ya kifiqhi, kunako mambo ya ibada, muamalat na mambo mengine hasa yanayotaallaqi na mambo ya fiqhi. Na leo biidhnillahi alkarim, baada ya kuwa tumesimamisha darasa letu kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, sasa tunarudi katika kuelimishana machache katika dini yetu. Ni muda ambao kama mtu atautumia vizuri kwa kuchukua kidogo tu, maadamu kina mwendelezo, basi kitakuwa na faida kubwa sana. Hivyo tunamshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kuturejesha salama na amani tukiwa na afya njema. Hivyo tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo, lakini tunaomba Allah tabaraka wa taala adhibitishe nia zetu kwa yule anayedarasisha na wale wanaosikiliza, tuwe na nia ya kuitengeneza dini yetu, kuzifanya nafsi zetu ziwe ni zenye kumwelekea Allah tabaraka wa taala, lakini ziwe ni zenye kukubali pale ambapo unahitajika mabadiliko. Tukubali kubadilika pale ambapo utakuwa umejua haki. Haki inafuatwa pale ambapo unaifahamu, na hii ndiyo kitu ambacho kitakufanya uhisi ladha ya imani yako, uhisi ladha ya wewe kuwa Muislamu. Pale unapokuwa una kawaida ya kusikiliza na kufuata, basi utajua uzuri wa dini yetu na kheri kubwa iliyoenea katika dini yetu na baraka nyingi zilizoenea katika dini yetu. Lakini kama itakuwa ni kinyume chake, basi wewe utakuwa kama na kwamba hii dini ni kama dini nyingine, kwa maana hautaona utofauti. Lakini kama utajitahidi sana kufuata, utaona utofauti wa dini hii ilivyokuwa ni nzuri, dini hii ilivyokuwa ni haki, dini hii ilivyokuwa ni ya
fitra, kwa maana ambayo inakwenda sambamba na maumbile yetu. Utaifurahia dini yako na utaiona ni neema kubwa kuwa Muislamu, lakini maadamu hautokuwa hivyo, basi itakuwa ni mtihani. Allah tujalie tuwe wenye kusikiliza na kufuata. Leo tunaingia katika mlango mwingine ambao unakwenda kwa jina la babu wujubi tumanina fi ruku'i was-sujud. Babu wujubi tumaninatin fi ruku'i was-sujud, kwamba ni mlango unaowajibisha kutulizana katika rukuu, lakini pia katika sujudi. Manake unaposwali swala yako ikawa kuna baadhi ya sehemu haujatendea haki, swala yako itakuwa haijasihi kama tutakavyoona katika somo letu la leo. Bado tuko katika kitabu swala, babu wujubu tumaninatin fi ruku'i was-sujud, na hadithi tunayoitizama leo biidhnillahi al-karim, hadithi yetu itakuwa ni hadithi ya 93, kwa maana ya hadithi ya 93 katika mtiririko wa hadithi katika kitabu chetu cha Umdatul Ahkam. Anasema muallif rahimahullahu ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dakhala al-masjida فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي 3. Hadithi yetu ameisimulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anasema hakika mtume wa Allah sala na salam ziwe juu yake, dakhala almasjida, aliingia msikitini mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini fadakhala rajulun fasalla, akaingia mtu, utakuja kuona alikuwa anaitwa nani huyo. Fasalla, akaswali. Thumma jaa fasallama ala nabii sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuwa kawaida ya viongozi wetu, kwa maana ya mashaikh zetu. Ni kawaida kwamba tunaswali, kisha swali ukamuona shekhe wako ni mzuri, ni kawaida kwenda kumsalimia. Na nadhani haya hili linaonekana pia katika msikiti wetu. Unaposwali ukamuona mashekhe zetu, na hasa mlezi wetu ambaye ndiye kiongozi mkubwa zaidi, Sheikh Ismail Rajab hafidhahullah ta'ala, na wengineo wanaofuata, tunayo kawaida ya kuwasalimia. Kiswali kwenda kuwasalimia, na hawa walikuwa ni kawaida yao. Swali kimuona mtume sallallahu alaihi wasallam, huwezi ukaingia msikitini ukamkuta mtume sallallahu alaihi wasallam alafu ukatoka hivi hivi, kwa sababu unakuwa na shauku ya kuonana naye na kuzungumza naye, lakini na kumsalimia. Kwa hiyo akaenda kumsalimia kama kawaida ya masahaba radhiallahu anhum, walikuwa kimsalimia mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ndiyo kawaida yetu vile vile, tukiwasalimia viongozi wetu, kwa maana mashaka zetu, pale tunapokuwa mahali na wao wapo, tunakwendaga kuwasalimia. Sasa akaenda kumsalimia sahabi huyu radhiallahu anhu mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, irji fasalli fa innaka lam tusalli, rudi ukaswali, kwani hujaswali bado. Manake swala yako uliyoiswali bado haijatimiza
vigezo na masharti, haina quality, haijakamilika, hiyo haijasihi. Sasa nenda hebu rudi ukaswali, manake haijakamilika. Umeswali ndio, lakini haijakamilika, yani haijatimiza vigezo ya kuwa sasa ni swala ambayo ina uhakika kwa maana ya malipo kamili, Faraja fasalla kama salla, akarejea mtu huyo akasali kama ilivyosali mwanzo. Thumma jaa fasallama ala nabii sallallahu alaihi wasallam, akarudi tena kumsalimia mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqal irji' fasalli fa innaka lam tusalli, rudi ukasali kwani hujasali bado. Sasa anasema alifanya hivyo mara 3. Sahabi huyu jalil akasema, faqala walladhi ba'athaka bilhaqqi ma uhsinu ghayrahu fa'allimni. Anasema naapa kwa yule ambaye amekutuma kwa haki, naapa kwa yule ambaye amekutuma kwa haki, manake anaapa kwa Allah tabaraka wa taala. Ma uhsinu ghayrahu, siwezi mimi kupendezesha swala nyingine tofauti na hili swala. Yani hapa nimejitahidi, nimejikaza mpaka mwisho, yani ile ilmu nilionayo juu ya swala ndio nishajitahidi hivyo, siwezi kuswali kizuri zaidi ya hapo. Yani hivyo nilivyo swali ndio hivyo, siwezi kuswali kwa uzuri zaidi ya hivi nilivyo swali. Kwa hiyo akasema, fa'allimni, nielimisheni sasa niswalije ya Rasulullah, nifahamisheni ni swali namna gani sasa, maana ndio nishaswali mimi. Sasa na swali ni swalije? Faqala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwelimisha sahabi huyu jalil, akasema, idha kunta ila salati, utakaposimama kwenye swala, fakabbir, leta takbira. Na hapa anakusudia takbiratul ihram. Na kwa nini tulishaeleza huko, kwa nini imeita takbiratul ihram? Lianna hauna hina kabbara ar-rajul ila salat, bimaana haruma alayhi al-aqwal wal af'al ghayra as-salat. حرم عليه الأقوال والأفعال غير الصلاة. Imekuwa ni haram sasa kuzungumza au kutenda yale ambayo ni kinyume na swala. Ndio maana inaitwa takbiratul ihram, kwamba sasa yale ambayo sio musamma swala, yani hayahesabiki katika swala, maana yake kuanzia ulivyoleta takbiratul ihram imekuwa ni haramu, vyote ambavyo havimo katika swala. Ndio maana ya takbiratul ihram. Asa anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fakabbir, leta takbiratul ihram. Unapoleta takbiratul ihram maana yake ndio umeingia kwenye swala. Kwa wale ambao wamechelewa, ataleta takbiratul ihram. Kama watu wako kwenye rukuu, ataleta takbiratul ihram. Baada ya hapo atafunga mikono yake akiwa amesimama wima, ataleta takbira nyingine ya kuelekea kwenye rukuu, ataleta takbira nyingine ya kuelekea kwenye rukuu. Kama atawakuta wameshatoka kwenye rukuu,
Na kabla ya hilo, kabla unapoleta takbira ya kwanza watu wako kwenye rukuu, utaleta takbira nyingine ya kwenda kwenye rukuu. Maana utaleta takbira ya kwanza, utafunga mikono, halafu utaleta takbira nyingine ya kufuata imamu kwenye rukuu. Na ili ihesabike rakaa kwamba hiyo imekuwa ni rakaa umediriki, ni pale ambapo utazungumza na imamu japo neno moja. Na watu wanakuwa wanafanya makosa, yani anaingia hivi imamu ananyanyuka alafu anahesabu hiyo rakaa. Hiyo haujaidiriki kwa lugha nyingine. Haujaidiriki. Wanazuoni wanasema ili uidiriki ni mpaka uzungumze japo neno moja. Japo neno moja ma'al imam, pamoja na imam. Subhana rabbiyal azim. Neno moja tayari ushadiriki rakaa. Lakini kama unafika mathalan ushaleta takbiratul ihram, umeleta na takbira nyingine ya kwenda kwenye rukuu. Unafika kwenye rukuu hivi, imam analeta takbira ya kuondoka hapo. Wewe haujaidiriki rakaa. Haujaidiriki rakaa. Manake kama unaendelea kuswali, itabidi hiyo uilete, urudi kuileta rakaa hiyo. Manake haujaipata hiyo. Haujaipata hiyo. Kwa hiyo lazima uzungumze na imamu japo neno moja. Na kuna wengine, kuna mmoja aliniuliza swali kwa kumuona mwenzie, katoka kutawadha huku akakuta analeta takbira, watu wananyanyuka, alafu akawa hakuleta rakaa ile ambayo ameikosa. Jamaa akamuuliza, vipi wewe, mbona haujaleta rakaa hii? Haujaidiriki? Make mimi nimeidiriki, wewe ulikuwa haujafika kabisa. Make ulikuwa unaleta takbira alafu imamu kashanyanyuka, haujaileta. Akasema mimi nilinuia huko ni wakati natawadha. Asema huko natawadha, yani nakuja kutokea kwenye kutawadha kumeshanuia tu hiyo rakaa. Wewe nimeipata. Ikabidi sasa huo ni mjadala. Akamleta kwamba shekhe, sasa huyu bwana imekuwa hivi na hivi na hivi, sasa vipi rakaa akaipata huyu? Ngambia kama ni hivyo basi hajaipata hiyo rakaa. Lakini nadhani alipata na mtihani wa aliona haya, nadhani si kurudia si nini, akakataa. Sasa mimi sirudi. Lakini nadhani aliminyana na huyo jamaa. Sasa baada ya kuonekana kwamba kakosea, nadhani alidhani anafahamu sana. Sasa dini haina mazoea namna hiyo, kwamba mimi naijua sana. Na bahati mbaya huyo aliyemleta alimuona ni mtu wa kusilimu. Kuna watu wenye tabia hizo, kwamba yani mtu wa kusilimu hawezi kunifundisha dini mimi. Wewe umesilimu juzi hapo, unifundisha dini mimi? Mimi nimekaa huko ni muda mrefu. Sasa akagoma kwa sababu akafundishwa na mtu wa kusilimu labda. Lakini ilikuwa ni kosa kubwa kabisa, kwa sababu dini haiendeshwi kwa mazoea. Kwa hiyo ili uidiriki lazima uzungumze na imamu japo neno moja. Na sasa pale unapomkuta ameshatoka kwenye rukuu, manake yuko katika i'tidali tayari, au kashakwenda kwenye sujud, utaleta takbira mbili au utaleta takbira moja? Utaleta takbira moja na wala sio mbili. Manake utasema Allahu Akbar na unashuka moja kwa moja kuelekea kwenye sujud. Hautofanya vile kama unavyokwenda kwenye rukuu. Maana kwenye rukuu utaleta takbira mbili. Takbira ya kwanza ni takbiratul ihram, takbira ya pili ni ya kwenda kwenye rukuu. Ama ukikuta kwenye sujud, utaleta takbira moja, hautoleta mbili. Utaleta moja, utamfuata imam mahali alipo. Ima ni jilsa baina sajdatain au ni kwenye sujud, utakapomkuta ndo hapo hapo. Kwa hiyo unachotakiwa ni kuleta takbiratul ihram na
anakwenda na imam, kwa sababu rakaa hiyo umeshaikosa. Lakini ule vile ulivyomfuata imamu utapata thawabu bila shaka kabisa, kwa sababu hakuna kinachopotea mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa hautohesabiwa rakaa pamoja na kwenda na imamu. Kwa hiyo hilo lifahamike vizuri, kwa sababu kuna watu wanakuwa wanalichanganya. Na je, kama mtu pengine ameona rakaa sasa inaenda, mimi napitwa sasa, lakini nishakaribia, labda swafu iko hapo, mimi niko hapa, naona sasa imamu hapa atakuja kuondoka, mimi sijafika. Je, waweza ukarukuu, ukaleta takbira ukarukuu hapo halafu baadaye ukamfuata ukaenda kwenye swafu? Jaiz, yafaa hivyo. Kama swafu iko hapo karibu, lakini ukaachilia kwamba hapa kuja kufika hapo itakuwa shida, sasa mimi narukuu hapa na imamu, alafu napiga hatua mbili naingia kwenye swafu, jaiz, sababu faala Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu wa thabata fi an an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Kama swafu haiko mbali, iko karibu, waweza fanya hivyo, alafu ukapiga hatua mbili ukafika kwenye swafu. Baik, fakabbara thumma akamwambia fakabbir thumma iqra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Kasema leta takbira, lakini soma ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, kile ambacho ma tayassara manake ulichokihifadhi katika Qur'ani. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'a, kisha rukuu mpaka utulizane kwenye rukuu. Utulivu ni nguzo, tumanini ni khushu', ni nguzo katika swala. Kwa hiyo unatulizana katika rukuu. Thumma irfa hatta ta'tadila qa'ima, kisha nyanyuka mpaka usimame ukweli wa kusimama, yani ulingane kwenye kusimama kwako. Make katika itidal wapo ambao wanazipunja, yani inabidi itidal, unaponyanyuka kutoka kwenye rukuu utulizane kiasi, yani kiasi kwamba umesimama umetulizana umelingana kwenye itidal, sio pap. Rukuu na i'tidal lazima ziwe zimetendewa haki, kwa maana ya kutulizana. Thumma sujud hatta tatma'inna sajida, kisha sujudu mpaka utulizane hali ya kuwa uko katika sijida. Thumma rafa hatta tatma'inna jalisa, kisha nyanyuka mpaka utulizane hali kwenye kikao. Maana ni jalsa baina sajdatayn, na ni katika sehemu ambazo watu wanazikunja vile. Ile jalsa baina sajdatayn, watu wengi wanakuwa hawana intibahi na sehemu hii, maana yake inapunjwa. Mtu anatoka kwenye sujud akinyanyuka kwenye jalsa, hapo haraka ameshaenda kwenye sujud, maana yake hatulizani kwenye jalsa. Kwenye kikao hicho cha baina ya sijida mbili kinakuwa kinapunjwa sana, yani mtu pap, haiwezekani, swala haiendi namna hiyo. Kwa hiyo mpaka atulizane hapo. Anasema wafa'al dhalika fi salatika kulliha, fanya hivyo kwenye swala yako yote. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia fanya hivyo kwenye swala yako yote, kwa maana swala yote hivi sehemu hizi hapa lazima ziende vile kama alivyozieleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maajabu ya swala ni katika amali ambayo Waislamu wanaifanya sana.
sana. Hakuna amali ambayo inafanywa kwa wingi mno kama swala. Lakini pamoja na hayo bado kuna vituko vingi mno katika swala. Hilo ndio la maajabu kabisa. Yaani ibada nyingine zinakuwa kidogo, inaweza ikatokea nadra, lakini swala, kwa maana salatul maghrib, isha, subh, dhuhur na asr ni swala ambazo zinaswaliwa sana na kila siku, lakini pamoja na hivyo kuna vituko vingi mno kwa Uislamu. Hapo ndio naona maajabu ya baadhi ya wenzetu kwamba wako vipi katika kufuatilia dini yao, sababu ni kitu kinachojirudia mno, lakini pamoja na hivyo bado watu wakilia. Sasa unaweza ukashangaa, imamu yupo hapa alhamdulillah anaswalisha kila siku na anajitahidi kukaa mikao ambayo iko sahihi, au labda mashehe tunao humu wengi tu anaswali tahiyatul masjid, anaswali sujudi nini, watu wametazama tu, lakini bado unaona ukaaji wetu ni vituko. Sasa unashangaa, basi hata kama hauhudhurii darasa, si ukae ukasema ameingia shekhe, mtazama anaswalije, basi angalau ukakaa pembezoni, ukakaa unatazama kurukuu kwake, kusujudu kwake, itidali yake, unakagua hilo tu, una jingine tu, unakagua tu amekaaje, miguu imekaa vipi, je imekujwaje, kama ni mikono imekaa wapi, yani uhakani. Yani wewe ukaa unaangalia tu kwamba anaswali namna gani, kwa sababu kama ni amalia ni kwa wingi sana. Mashehe wote wanaswali, imamu anaswalisha kila siku. Sasa unashangaa muumini bado anakaa anajikalia tu. Sasa unajishangaa bado unajikalia tu, watu wanaoswali wote bado hujaona kwamba huu mkao sio. Kwa nini? Sababu sijaona shekhe akifanya hivi, sijaona fulani akifanya hivi, sijaona fulani. Sasa sijiongeze kwamba nitakuwa mimi na kadhibara. Kwa hiyo kiujumla unaona kwamba ni namna gani Uislamu hatuna nia ya kujifunza hasa dini, kwa sababu kama hivi vinafanyika sana, havihitaji wakati mwingine maelezo, hasa mikao tu ambayo haihitaji maelezo yoyote. Kasimamaje kwenye swala, rukuu kakafanyaje rukuu, hata kama uko nyuma ukaja mbele ukamtizama, hakuna anayekimbia kwamba unanitizama nini, hakuna anayekimbia. Nenda mbele, hata umtizame mbele kafanyaje, kama kaiwekaje, kafanyaje, waka. Yani mtu hilo tu unakuta hakuna kama watu itakuwa ni wachache sana, kwa sababu unakuta yani ni vituko, na watu wao wanaswali kila siku. Kwenye kutawadha huko ndio usiseme, watu wanatawadha kila siku, mashehe wanakutawadha huko kila siku, lakini mtu kukaa akasema sasa mimi ngoja nione anatawadhaje huyu, akakaa tu pembeni akana mtizama tu anatawadha vipi, angalau akaona je napatia au nakosea, wahaka hilo. Lakini unakuta hilo halifanyiki. Kwa hiyo unaona kuna uzembe mkubwa sana ambao kusema kweli tunapoteza ujira uliokuwa mkubwa kwa uzembe wetu sisi, ambao wakati mwingine ni vitu ambavyo havihitaji kuingia heti darasani. Wakati mwingine yani ni vitu vya kujifunza tu, ukiwa unajiongeza kujifunza tu, ukiwa ni mtu wa kujiongeza ukaweza kujifunza tu bila wasiwasi. طيب، المعنى الإجمالي هذا الحديث جليل يسميه العلماء حديث المسيء في صلاته. حديثه wanawazuoni wanaita ni hadithi ya aliyekosea katika swala, musii fi salati, wa huwa umdatuhum fima yajibu fi salati wa ma la yajib. Yani hii ni msingi mkubwa inda ulama, hadithi hii kwa yale ambayo ni wajibu katika swala na ambayo si wajibu
katika swala, kwa sababu ametaja Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mambo gani yafanye hasa ambayo ni ya lazima kufanya kwenye swala, ameyataja katika hadithi hii. Kwa hiyo ni msingi inda ulama. Haithu jaa fi Nabii sallallahu alaihi wasallam mawdu' al-istiqsa' fi at-ta'lim wa tanbih al-a'mal as-salat allati yajibu al-intibah biha, wa yu'tabaru ma taraka fi hadha al-hadith ويعتبر ما ترك في هذا الحديث من فعلها غير واجب كما سنوضحه فيما بعد إن شاء الله تعالى. Na katika hadithi hii inaeleza kwa maana inazingatiwa kwamba yale ambayo hajayataja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii, manake hayo sio wajibu, manake hayo sio nini, sio wajibu. Na anasema ataeleza zaidi. ومجمل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل ورجل من الصحابة اسمه خلاد بن رافع، جينا لصحابي هو يسمى خلاد بن رافع، وصلى صلاة غير تامة لا فعال ولا أقوال، akaswali swala ambayo haikutimia kwa matendo na maneno. Falamma rafa'a min as-salati jaa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fasallama alayhi faradda alayhi as-salam thumma qala lahu irji' fasalli fa innaka lam tusalli, faraja'a wa 'amila fi salatihi ath-thaniya kama 'amila fi salatihi al-ula thumma jaa ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala lahu irji' fasalli fa innahu lam tusalli 3 marratin. أقسم الرجل بقوله والذي بعثك بالحق ما أحسن غير ما فعلت فعلمني. فعندما اشتاق إلى العلم وطاقت نفسه إليه وتهيأ لقبوله بعد الطول الترديد. أنا سمع بعد huyo sahabi kuwa sasa na shauku ya ilmu, kwa sababu amefanya mara nyingi amekosea. Kwa hiyo akawa na shauku ya kujua kwamba swala hii sasa inaswaliwa namna gani. Akaweza kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweza kumwelekeza kama tulivyoona hapo mwanzo. طيب، فقد ذهب الحنفية إلى صحة الصلاة بقراءة أي شيء من القرآن. نعم، نسمع حنفية wakaenda katika kujuzisha kwamba mtu aweza kuswali swala kwa kusoma chochote katika Qur'an, hata min qadir ala al-Fatiha, hata yule anayeweza kusoma suratul Fatiha, yani manake akaiacha suratul Fatiha akasoma chochote ambacho anaweza ukisoma katika Qur'an na sala yake ikawa ni sahihi, kwa dalili waliyosema faqra'u ma tayassara min wa bi ihda ayati au ni Hanafiya, lakini tutaona jumhur mustadillina biqawlihi salatu wassalam la salata liman lam yaqra bi fatihati al-qalb. Jumhur wakasema hapana, haiwezekani ukasoma chochote katika Qur'an alafu sala yako ikawa ni sahihi, kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi fatihati al-Qur'an bi fatihati al-kitab, hakuna sala kwa ambaye hataweza kusoma fatihati al-kitab, kwa maana swala haitakuwa inda jumhur. Na Hanafiya wao wamejuzisha hilo. وجاب عن الحديث بأن هذه الرواية مجمل تفسرها الروايات الأخرى. haya ni maelezo ambayo yanaeleza kwamba jumhuri wanasimamia kitu gani na Hanafia wanasimamia kitu gani. Tupate faida katika suala jingine. Hii amesema ni mabhath al-awwal والمبحث الثاني في كيفية الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات في الصلاة وغير الواجبات. Na sehemu nyingine ni pale ambapo wanazuoni wanatoa dalili kwamba mambo ambayo ni wajibu katika swala na ambayo sio wajibu katika swala, maana ambayo ni wajibu katika swala yametajwa katika hadithi hii.
Kwa hiyo ambayo hayakutajwa manake hayo sio nini, sio wajibu. والمبحث الثالث في الأحكام المأخوذ من هذا الحديث: الأعمال المذكور في هذا الحديث هي أركان الصلاة التي لا تسقط سهوا ولا جهلا. Na miongoni mwa faida ya hadithi hii ni kwamba matendo yaliyozungumzwa ni yale ambayo hayawezi kudondoka katika swala, iwe ni kwa kusahau au ni kwa ujinga. Ndio maana alimrejesha kuswali kwa mara nyingine. وهي تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى. na katika mambo hayo ambayo hayadondoki kwa maana ni nguzo katika swala, takbiratu al-ihram katika raka ya kwanza, thumma qira'atu al-Fatiha, kisha kusoma qira'atu al-Fatiha ambayo ni umul kitab fi kulli raka, katika kila raka, thumma ruku, kisha ruku, wal i'tidal, kisha i'tidal, thumma sujud, kisha sujud, wal i'tidal min manake arrafu min as-sujud, kule kutoka kwenye sijida yenyewe ni nguzo. Watma'nina fi kulli hadhihi al-af'al, lakini na kutulizana katika kila matendo haya na yenyewe ni nguzo katika swala. Hata fi rafi'i min ar-ruku', lakini vile vile na kunyanyuka kutoka kwenye rukuu ni nguzo vile vile. Wasujudi, na kutoka kwenye sujud. Khilafa liman lam yujibuha fi hadhain ar-ruknayn ma'a istijabahima 'indahum wa baqiya shay'un min al-arkan katashahudi was-salat. Lakini kuna vingine katika nguzo kama tashahudi ya kwanza, was-salatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam, na kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, wat-taslim, lakini na kutoa salamu. Hizi ni nguzo katika swala. Qala an-Nawawi innaha ma'lumatun lada as-sa'il. Anasema hizi nguzo nyingine ambazo hakuzitaja mtume sallallahu alaihi wasallam, katashahudi wassalatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam, wat-taslim, hizi nguzo tatu zilikuwa zinafahamika kwa muulizaji, kwa maana yule aliyeswali akawa amekosea, hizi alizifanya vizuri, ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweza kuzitaja katika hadithi hii kwamba tashahud, taslim, hizi halikuwa anazifahamu au kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Manake aliweza kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam vizuri, alileta tashahudi ya kwanza vizuri, manake hizi hazikuwa na haja ya kuzitaja kwa sababu muulizaji alikuwa anazifahamu vizuri. Ayafa'ala dhalika fi kulli rak'atin ma'ada takbiratu al-ihram fa fi al-ula duna ghayr, lakini afanye hivyo katika kila rak'a, afanye hivyo katika kila raka. Dalla hadha alhadith ala adam al'ujub ma lam yadhkar fihi min a'mal as-salah. Lakini hadithi hii imetufahamisha kuto yani vile ambavyo havikutaja katika swala hii, katika hadithi hii kwamba sio wajibu, yani ni mustahibati, ni vile ambavyo vinapendeza katika kuvifanya katika swala, lakini havina uwajibu wa kuvifanya. Na haya lakana bisalati la tasqut la sahwan wala jahlan, kwamba nguzo hizi katika swala hazidondoki, iwe ni kwa kusahau au ni kwa ujinga. Ni dalili amri al-musalli bi'ada, kwa dalili ya kumwamrisha yule aliyeswali kurudia swala yake, kuonesha kwamba hivi vitu haviwezi kudondoka kwa hali yoyote, kwa sababu huyo alikuwa ni jahili, alikuwa hajui, lakini pamoja na kutofahamu ikamlazimu avirudie, kwa maana hakuna udhuru ya ujinga wala kusahau pale unapokuwa umevikosea vitu hivyo. يدل هذا الحديث على عدم صحة صلاة المسيء فلولا ذلك لم يأمر بإعادته. lakini hadithi hii inatujulisha vile vile kutosihi swala ya sahabi huyu. Kwa nini? Kwa sababu kama swala hii ingesihi basi asingeamrishwa kuirejea, manake swala hii ilikuwa haikusihi. يدل هذا الحديث أن تجزئ منه الصلاة الناقصة أما العالم فلا. na hadithi hii inajulisha yadulu ala anna al-jahil tujza minhu as-salatu an-naqis, kwamba yule ambaye hafahamu basi atalipwa kwenye swala yake hiyo ambayo ina makosa. Wa amma al-alim fala, amma anayefahamu hawezi kulipwa chochote kama ina makosa.
وفي دليل على مشروعية حسن التعليم والأمر بالمعروف. lakini kuna dalili ya kuonesha kwamba kuwekewa sheria kujifunza dini, lakini vile vile na njia nzuri ya kujifunza. Manake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweza kutumia njia hiyo kumfundisha sahabi wake. Wa yakuna dhalika bi tariqa sahla, lakini kujifunza kuwe ni kwa njia nyepesi, la unfan biha, pasina kutumia nguvu. Wa anna la ahsan lil muallim an yasta'mala tariqa at-tashwiq fil ilm, na jambo zuri kwa mfundishaji ni kutumia njia ya kuvutia katika ufundishaji ambayo inampa mapenzi na kumvuta mtu kufahamu jambo hilo. Kwa maana alikuwa anamwambia arudie. Hii ilikuwa ni njia ya kutaka kuvuta shauku ya kutaka kujifunza zaidi. Ndio maana alimwambia rudia, na akiamini kwamba vyovyote vile atakuwa na shauku ya kujua kwa nini hasa anaambiwa arudie swala, manake atataka kujifunza. Hiyo ni moja ya njia ambayo mwalimu inabidi atumie kumvutia mwanafunzi kuisoma ama kutaka kujifunza jambo, kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam, hii ni hadithi yetu ya hadithi ambayo tumekwenda nayo ni hadithi ya 93, hadithi ya 93. Kwa hivyo tupate adhana alafu tuje tuendelee au tuweze kukomea hapo inshallah. Kwanza tuipate adhana, tutapata maamuzi, tutajua tutafanya inshallah. Qiraatu fi salat, mlango unaozungumzia kusoma katika swala. Mlango huu unatizama mambo hayo. Nabahitha hadha albab alkalam ala qira'ati al-Fatiha fi salat, na mlango huu unakusudiwa kuzungumzia juu ya kuisoma suratul Fatiha katika swala. Hal tasihu as-salatu biduniha, je swala inasihi pasina kuisoma suratul Fatiha? والكلام على المواضع التي يكتفي فيها بفتحة, na kuzungumzia juu ya sehemu ambazo inatosha al-Fatiha peke yake. والمواضع التي يشرع فيها بعد الفاتحة, na vitu ambavyo vinatakiwa kufanywa baada ya kusoma suratul Fatiha. والكلام أيضا على نوع القراءة بالنسبة للصلوات, lakini kuzungumzia juu ya qiraa kwa kuhusiana na mambo ya swala. Wa nahi dhalika min al-buhuthi al-muta'alliqat bil-qira'a, na mambo mengine ambayo yanahusiana na usomaji imma wa suratul Fatiha au ma tayassara min al-Qur'an. والحديث الرابع وتسعون, حديث يا 94, أن عبادة بن صامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. عبادة بن صامت رضي الله عنه نسمي حديثي كتبكم متوم صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, hakuna swala kwa ambaye hatusoma suratul Fatiha, yani bifatihatil kitab, yani ufunguzi wa kitabu. Maana suratul Fatiha ni umul kitab, bifatihatil kitab au suratul Fatiha. Suratul Fatiha umul kitab au bifatihatil kitab. Haya yote ni majina ya sura hii. المعنى الإجمالي: سورة الفاتحة هي أم القرآن وروحه، لأنها جمعت أنواع المحامد. أنا سيما سورة الفاتحة هي أم القرآن، ماما وقرآن، ماما وكتاب، وروحه نذيروه يا قرآن، لأنها جمعت أنواع المحامد،
lakini kila sifa njema za Allah tabaraka wa taala zimekusanywa huko. Wa sifatul ula, na sifa zilizokuwa juu zaidi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa isbatul mulk wal qahr, kudhibitisha ufalme na nguvu ya Allah. Wal ma'ad wal jazaa, lakini na adhabu na malipo. Wal ibada wal qasd, lakini na ibada na ikhlas, zote zimo katika suratul Fatiha. Wa hadhihi anwa'i tauhid wa taklif, lakini vile vile kuna aina tatu za tauhidi wa takalif, na takalifu zote. Thumma ishtamalat ala afdalu du'a'i wa ajallu matlub, lakini imekusanya vile vile na dua bora na vile vinavyotafutwa au kuombwa na wanadamu, vyote vimo katika suratul Fatiha ambavyo ni vizuri zaidi. Wa su'alun najat min suluki tariq al-mu'anidin wadhalin, lakini na kuomba kuepushwa na kuokolewa na njia ya wale wenye kibri na waliopotea. Ala tariq al-alamin al-amilin kama athbata dhalika ar-risala bi tariq al-luzum, lidha furidat qira'atuha fi kulli rak'ah. Kwa ajili hiyo basi kusoma suratul Fatiha kumefaradhisha katika kila rak'a. Wa sihhatu salati liqira'atiha, wa uniqat sihhatu salati liqira'atiha, wa nufiyat haqiqatu salati ash-shar'iyyah biduni qira'atiha, lakini vile vile imekataliwa kusihi swala pasina kuisoma suratul Fatiha. Wa yuakidu nafi haqiqatiha ash-shar'iyya, lakini vile vile inasisitiza hilo hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tujzu as-salatu la yaqra fiha bi ummi al-Qur'an, swala haitosihi kwa kutosoma ummi al-Qur'an. واختلاف العلماء، خلاف زوال وزغون جو يا حديثه. تقدم أن مذهب الحنفية أن المشروعية عندهم قراءة الفاتحة في صلاة. imetangulia kwa Hanafia wao wanajuzisha kusoma sura nyingine pasina kuisoma suratul Fatiha na bado swala ikasihi. Walakinnahum yujawizuna salata biduniha, bali wao wanajuzisha swala pasina suratul Fatiha. Walau min qadirin alayha, hata kwa anayejua anayeweza kuisoma. Wasahihi ma dhaba ilayhi al-jumhur, lakini usahihi kila ambacho wamekwenda nacho jumhuri ulama min ta'ayyun al-Fatiha, kule kulazimisha kufaradhisha suratul Fatiha kwamba lazima iwepo suratul Fatiha ma'a al-qudra, pamoja na kuweza alaiha. وتقدمت أدلة الفريقين، لدليل زاوت وجمهور الحنفية المشية تنبولية. وأجمعوا على وجوب قراءتها للإمام والمنفرد، وكباليانا جو يسقام سورة الفاتحة نواجب كسوم سورة الفاتحة وإمام نام منفرد وما يصلي بكياك. واختلفوا في قراءتها للمأموم، وكتفوتيانا ونزولي جويا قراءة يعني كيسوم سورة الفاتحة ومأموم. فذهب الحنابلة والحنفية إلى سقوطها عن المأموم مطلقا، لكن حنابلة والحنفية وكايدندوش سورة الفاتحة مطلقا، سواء كان في صلاة سرية أم جهرية، سواء صلاة هي نسير يسير أو نيجهرا. Hanabila na Hanafia hao wameidondosha suratul Fatiha kwa maamum, kwa maamum hata usoma suratul Fatiha sawa ni jahiliya sawa ni sirriya. Wadhahaba Shafi'i wa ahli al-hadith ila wujubi qira'atiha li kulli musalli, lakini Shafi'iyya na Shafi'i madhhabi ya Tanzania wa ahli al-hadith na watu wa hadith, wujubi qira'atiha li kulli musalli, wajibu wa kusoma suratul Fatiha kwa kila anayesali, sawa sawa ni maamum au ni maamum.
yani min imani wa ma'mum wa munfarid, sawa sawa ni imam, ni ma'mum na munfarid, yani anayeswali peke yake. Wa dhahabat al-malikiyya ila wujub qira'atiha 'ala al-ma'mum fi sirriya, lakini malikiyya wakajuzisha wakalazimisha asome ma'mum katika swala za siri tu, sio jahara. Na hili ndilo wanalo wengi bila shaka, kwamba anasoma suratul Fatiha katika swala za siri, kwa maana ya zile ambazo hazina imamu, hazina jahara, yani sio za jahara, kwa maana mfano dhuhuri na asri au raka mbili za isha na raka moja maghrib, kwa maana wanasoma suratul al-Fatiha, isipokuwa hawasomi suratul Fatiha pale ambapo zile ambazo zina za jahara. Hii madhhabu ya Malikia, هي مذهب المالكية وسقوطها عنه في الجاهلية، وهي رواية عن الإمام أحمد، لكن رواية عن الإمام أحمد kwamba naye aliunga mkono hilo. Wakhtara Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, lakini amelichagua ile Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah vile vile. Wa ghairihi min al-muhaqqiqin istadalla al-Hanafiyya bihadithi, lakini Hanafiyya wamestadili kwa hadithi man salla khalfa imamin fa qira'atu al-imam qira'atu lahu. Hadithi hii ni sahihi. Man salla khalfa imamin, Hanafia wanasema sisi tu wameidondosha suratul Fatiha kwa maamum moja kwa moja, wameidondosha suratul Fatiha kwa maamum moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu kwa dalili wanayokuja nayo kwamba hadithi ya Mtume anasema man salla khalfa al-imam, atakayeswali nyuma ya imam, fa qira'atul imam qira'atu lahu, qira'a cha imam ni qira'a cha maamum, qira'a cha imam ni qira'a cha maamum. Na hii ni moja ya fadhila ya salatul jamaa. وقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، نقول يا الله kwamba pale unaposikika Qur'an watu wasikilize ili wapate kurehemewa. Kwa hiyo hakuna kusoma maamum chochote, sawa sawa ni jaharia au ni sirriya. وحديث إذا قرأ فانصتوا. واستدل شافعية هao ambao wanasema maamum, yani Shafi'i wamelazimisha maamum asome qira'atul Fatiha sawa sawa ni jaharia au ni sirriya. ومن وافقهم بحديث عبادة الذي معنا، حديثه يتمريا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هو من شافعية. وأجاب عن حديث من صلى خلف الإمام إلى آخره بما قاله ابن حجر عن طريقه كلها معلولة فلا تقوم به حجة. أنا سمع هي شيء حجة. وأما الآية وحديث إذا قرأ فانصتوا ونهوهما فهي عمومات في كل قراءة، وحديث عبادة خاصة بفاتحة. أنا سمع حديث عبادة خاصة بفاتحة الكتاب، فقلت وأنا سمع البسام ويطمئن قلبي إلى التفصيل الذي ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين. يعني قول يمشي يا مالكية ambayo ameikubali Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na riwaya kutoka kwa Imam Ahmad kwamba Imam al-Bassam yeye anasema nafsi yake inatulizana kwenye kauli ile kwamba maamum atasoma suratul Fatiha sirriya, katika swala za siri atasoma suratul Fatiha, swala za jahara hatasoma suratul Fatiha kwa kutekeleza nini? Wa idha quri'a alayhim al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Yeye anasema anaamini kwenye hiyo kwamba ndipo anapotulizana, na hii nadhani ndio ya wengi wanazuoni wengi wamepitisha hii, kama ahlul hadith wa Shafi'iyya. Ahlul hadith yani kwa maana ya watu hadithi akiwemo Imam Muslim, Bukhari na wengineo, wao wamesema ni qira'atul Fatiha fi kulli salat, ma'mum atasoma qira'atul Fatiha kwa hadithi yani inni arakum taqra'un, wa hadithi Mtume anasema kwamba inni arakum taqra'un, masaba akasema ndio, sema la taqra'u illa bi fatihatil kitab, msisome isipokuwa bi fatihatil kitab, ndio ambayo mko nayo
ahlul hadith kwamba maamum atasoma kwa siri, yani manake kwa siri pale anapoanza kusoma sura nyingine na tayasa na Qur'an imam. Ahlul hadith wamepitisha hiyo, na baadhi ya wanazuoni wanasema hiyo ndio ahwat kwamba asome qira'atul Fatiha sawa sawa ni siri, sawa sawa ni jahar. Baada ya maamum kusema kumaliza akaanza qiraa nyingine, basi huyu asome suratul Fatiha kwa siri aweze kufanyaje kuimaliza, kutekeleza hadithi ile ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amenena. Lakini albabu wasi, hatuwezi kulazimisha mtu kwamba lazima kauli hii. Ile ambaye anaona asome suratul Fatiha pale ambapo imamu ameanza kusoma matayasara min al-Qur'an fajaiz lahu, na yule ambaye anasema mimi sitosoma, nitatosheka na kauli ya Imam Shafi'i na wengineo ambao wameafiki, na ambayo ndio kauli ya wengi katika wanazuoni, ndio waliolajisha wengi zaidi kwamba pale katika swala ya jahara maamum hatusoma chochote, manake qiraa cha imam kitamtosheleza, manake ataendelea kusikiliza nini Qur'an, hatusoma chochote. Hiyo ndiyo ambayo ni kauli ambayo ina wengi zaidi. Ama ya ahlul hadithi hii ndio na yenyewe inao, lakini sio wengi zaidi kama kauli hii nyingine. Ama kwangu mimi sasa, naona maamum anafaa kusoma suratul Fatiha pale ambapo imam amemaliza qiraa yake. Kwa nini? Kwa sababu sisi kwetu tuna baadhi ya wengine, unaweza ukaingia kwenye swala imamu anasoma hovyo hovyo. Maimamu wetu asilia msikiti ambayo ina maimamu wazuri, na kama hadithi inasema la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, hata kuikosea suratul Fatiha ni kosa katika swala, yani ni khalal na shida. Sasa unakuja kuswali nyuma ya imamu anaboronga, ukisema utosheke na suratul Fatiha yake mwenyewe kaboronga zake, inakuwa kidogo mtihani. Kwa hiyo kwangu mimi narajihisha imamu kusoma suratul Fatiha pale imamu anapomaliza suratul Fatiha akaanza matayasara min al-Qur'an. Mimi narajihisha kwa ahwat, kwa maana ya kuondoa ile hali ambayo utakuja kukumbana nayo kwa mtu ambaye hajapendezesha suratul Fatiha. Misikiti mingine kuna maajabu, unaingia na koroga tu. Sasa kutosheka na mkorogo wake huo inakuwa ni mtihani. Bora wewe umalize suratul Fatiha kwa uzuri, alafu utaendelea na mambo mengine. Mimi naona ahwat ni kusoma hivi, lakini hata ukiacha tunatumaini kwamba mtu atakuwa swala yake imekamilika na bila wasiwasi, kwa sababu wameunganisha baina ya hadithi na aya. Lakini hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu akisema inni arakum taqra'u fala taqra'u illa bi fathati alkitab wa hakadha. كما يؤخذ من الحديث وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة، وأنه لا يجزئ غيرهما مع القدرة عليها. أسمى الواجب وقسم سورة الفاتحة في كل ركعة katika kila rakaa, kwani haitosihi swala ya mtu kwa kutoisoma maadamu ana uwezo wa kuisoma. Butlan salati bitarkiha, kule kubatilika swala kwa kuiacha suratul Fatiha. المتعمد والجاهل والناس kule kuiacha maksudi au kwa ujinga au kwa kusahau
swala ile inakuwa ni batili kwa kuiacha suratul Fatiha, liannaha ruknun, kwani ni nguzo, wala arkan la tasqutu mutlaqan, na nguzo haiwezi kudondoka kwa hali yoyote. Lakin taqaddama anna sahih min al-aqwali thalatha annaha tajibu ala al-ma'mum fi salati sirriya, na anasema al-Bassam kama alivyorahisha mwenyewe kwamba ni wajibu kwa maamum katika swala ya sirriya na sio wajibu katika swala la jahra. Watasqutu anhu fi al-jahriya li sama'i qira'a, na anasema itadondoka kwa swala ya jahra kwa ajili ya kusikiliza qiraa kwa imamu. Na hiyo nadhani tumesalitolea maelezo. Jazakumullahu khair. Zipo dakika 4 kufika 40, pata swali japo moja tuweze kumalizia.